yao ya chama ya kwamba yes there is no no there is no yes, ODM itaendelea. Jambo lingine ni fununu ambazo mimi niko nazo kutoka chini ya carpet kwamba TAP K, kwamba chama cha TAP K ambacho party leader ni Eugene Wamalwa. Tafadhali mheshimiwa Eugene Wamalwa, hizi habari ambazo niko nazo za chini ya carpet tueleze vizuri. Inasemekana kwamba chama cha TAP K umefandiwa na Uhuru Kenyatta. TAP K mlifandiwa na Uhuru Kenyatta ambaye ndio party leader, so that muue Fort Kenya kule Bungoma na Trans Nzoia. That's why wewe mwenyewe hauna nguvu kama party leader. Hauwezi ukamua jambo kwa TAP K kama party leader. Tuambie ukweli, kama hiyo chama ni ya Uhuru Kenyatta, hiyo chama wewe ndio party leader na Tembe ndio party leader, kwa sababu sahi as we speak tuko na grupu mbili. Tuko na grupu ambayo inataka kuona hiyo party, grupu nyingine ni ya wewe mwenyewe, grupu nyingine iko kwa Uhuru Kenyatta. Vile vile Uhuru Kenyatta anatafuta vile ana own ODM. Hapo nimemaliza. Acha nikujibu. Acha nikujibu kama coordinator wa DAP Kakamega County mzima. Bwana Speaker, wewe unajua umeanza siasa juzi. Na hii maneno ambayo unaongea saa hizi ni maneno ambayo yalisemwa 2020. Hiyo wakati haukuwa bado ulikuwa high school. Hakuna mahali ambapo Uhuru Kenyatta anaingiana na chama cha DAP. Na mimi naongea kama former candidate wa DAP. I was a candidate then. Former inamaanisha huyo wakati, Bwana Speaker. Na ile propaganda ilikuwa ya kwanza ni kuwa Uhuru Kenyatta anafund DAP kuua Ford Kenya. Mimi nilisimama kura, nilitumia pesa zangu mfukoni. Hakuna siku hata moja niliona pesa kutoka kwa mikono ya Uhuru Kenyatta kama imepitia kwa mikono ya Eugene Wamalwa ikatufikia sisi. Kama kuna pesa ambayo sisi tulipewa, nilisema hapa ni pesa ambayo Jirongo marehemu aliturumia kama watu wa DAP. Akatupea kila mtu 50,050, walikuwa wamesimama MP akawapa 100,100, including the deputy party leader wa DAP was given 100,000 shillings hapa hivi Golf Hotel. Kama kuna chama ambayo imekuwa kikipata pesa kutoka kwa Uhuru Kenyatta ni chama cha ODM. Mpaka saizi unasikia 500 million Uhuru Kenyatta alitoa akapatiana za kwenda kulipa agents, Junet Mohamed akakula. Pesa za campaign ambayo ilifanyika hapa Kakamega County, Savula alitoroka kwa DAP akaenda kwa ODM kwa sababu alipewa pesa. Pesa zilikuwa zinaisha, Savula anapiga simu, Uhuru Kenyatta anatoa pesa kama ni milioni 10, zinapanda ndege zinakuja hapa Kisumu Airport, anatoka na ndege anaenda anachukua pesa wanakuja kufanya campaign. Kwa hivyo hakuna mahali popote ambapo Uhuru Kenyatta amefund watu wa DAP. Nikimalizia hapo, mimi nataka kuongea na huyu jamaa anaitwa Eugene Wamalwa. Eugene Wamalwa, hata kama ni kamkunji ya DAP, watu wa DAP wakae chini wasemezane. Sasa unaona Ruto ndio huyo anafanya grassroots elections. ODM wamekuwa kule wakicelebrate birthday ya Raila Amolo Odinga. Wamekuwa wapi na mikutano za NDC? DAP is the only party yenye watu wanaangalia, watu wa Kakamega, watu wa Bungoma, watu wa Busia na watu wa Vihiga. And by extension watu wa Nyanza. Eugene Wamalwa, tuambie kama umeshindwa kuongoza hiki chama, tupatie na Tembe ya asubuhi atuongoze mbele. Hatutakubali kuchekelewa kila siku, and yet DAP is the largest party in Kenya right now as we speak. ODM maneno yake ilishaisha. Niliwaambia kuwa mazishi ya ODM tulimaliza kitambo. Ile kitu tunafanya 2027 ni makumbusho ya ODM party. Na mimi nataka niongee na watu wa ODM. Msisikize stories za William Ruto na wadanganya. William Ruto does not give promises. Alipromise watu wa Nairobi chapati milioni 1, mashine ya kutengeneza chapati. Walipata. Alipromise watu wa Mount Kenya sijui atawatoa bottom up. Aliwatoa. Alipromise sijui nani vitu gani alifanya. Sasa nyinyi saa hizi ndio nyinyi mnafikiria akati na promise kuwa anaenda kuwapatia positions in the government. Mnafikiria sasa nyinyi ndio mtapewa. Do you think you are very special?
And I want to tell you my Luo brothers, you are my neighbor here. Hamjui historia vizuri. Nataka mwende msome tamthilia ya mtu ambaye anaitwa Okia Omtata. Kuna tamthilia inaitwa Luanda Magere. There is a legend story there ambayo inahusisha hawa watu wawili. This Nilot, Mjaluo na Mkalenjin. Mjaluo alikuwa na nguvu, Mkalenjin akashindwa kummaliza. Alitumia mwanamke akapatia Mjaluo ambaye anaitwa Luanda Magere. Luanda Magere akafurahia amepata mwanamke. Kwa yule mwanamke alikuja kuchunguza nguvu za Luanda Magere zinapatikana wapi. Wakati mwanamke alichunguza akapata Luanda Magere ukidunga tu kivuli chake anakufa, ndivyo alitoroka usiku akarudi kwao. Wanandi walikuja wakaua Luanda Magere, na mpaka leo Wanandi wanatandika Wajaluo kagasia. Ukienda Sondu huko wanapiga kila all the boundaries zenye Wanandi wana neighbor na Wajaluo, wanapiga Wajaluo. Sondu, Kericho, wapi, everywhere. Whatever happened to Luanda Magere is bound to happen to you people. William Samoei Ruto does not mean anything good to you people. Na kama Wanandi ambao ama Wakalenjin, the Nilots, wanatafuta wa Nilots wenzao huko River Lake Nilots. Mbona useme hiyo ni tribalism? Mbona Wanandi hawatafuti the Bantus? Mbona hamtafuti Kushites? Na nyinyi Bantus pia nyinyi mjiunganishe. Western Bantus, tafuteni Coastal Bantus. Nasikia Joho anasema asipopewa presidential sijui nini flag bearer ODM anajitoa kwa ODM. Joho, wewe ni Bantu, kuja huku tafuta mabantu wenzako. Enda kwa Kambani tafuta mabantu wenzako. Let it be something of Nilots versus the Bantus, and then we see who is going to win. Kanja Kawe. Ningependa kuchukua fursa hii kuongea maneno kadha wa kadha. Kwanza kabisa ningependa kuchukua fursa hii kutuma onyo kali kwa huyu kiongozi ambaye anajiita Ayub Savula. Mheshimiwa Ayub Savula, sijui unatumia pombe gani, sijui ni chang'aa ni busama ni pombe gani ambayo unakunywa. Sisi tumekujua kama kiongozi mlevi, lakini mahali ambapo unaelekea umetushinda kukuelewa. Ulikuwa kiongozi mzuri, lakini kushikana na sijui kushikana na Kanda Bongoma, kando nani, Mheshimiwa Fardoza. Ndiye amekuharibu ama hatujui shida ni nini. Na kama ni pombe, pesa namna gani? Deputy Governor anakunywa pombe kutusiana, kuongea maneno matamshi mabaya ambayo haifai. Nilisikia serikali ikisema kuna kitu inajiita cyber crime. Sijui maneno ya cyber crime ilipotelea wapi. Wewe ndio ulikuwa unakataa. Na kama hiyo cyber crime iko, muanze na watu kama hawa Ayub Savula. Simlipinga. Cyber crime ni ya mtu wa chini, sio watu kama wakina Savula, ndio sababu tulikuwa tunapinga hiyo vitu. Walikuwa wanataka kunyanyasa mtu wa chini. Wacha ishe. Mimi ningependa kusimu Mheshimiwa Governor, kama ni stress ya kuona 2027 pia unaenda nyumbani, kwa sababu nimeona umeanza kuwa na wasiwasi kidogo. Nasikia unataka uingie UDA kwa sababu unajua utaanguka kura, so unataka ukue karibu na huyu jamaa wetu Kasongo, ndio hata ukianguka upangwe kwa youth leader mahali hapo kidogo. Hii wasiwasi bana usilete kwa kuharibu kaunti yetu ya Kakamega. Umekuwa kwa matanga kule Lugari, unamtukana mbunge wa Lugari Mheshimiwa Nabina Bwera. Umechukua kipaza sauti, unaongea matamshi ya ujinga kusema vile yako na ugonjwa wa ukimwi. Sijui ni wewe ndio ulichukua ugonjwa wa ukimwi ukapatia mke wake, ndio yeye akampatia, sijui mlienda na yeye mkapimwa, sijui. Unasema jinsi mbunge wa Lugari amewamaliza na anawaua walimu. Mimi ningependa muache kutumia matamshi mazito kama viongozi wakuu wa county kuwatishia wabunge na viongozi wa chini, kuwalazimisha waweze kuunga mkono. Na mimi ningependa wale viongozi hasa sana wabunge ambao waliamua lazima kuwe na msimamo na hakikisha kuwa wanapeleka viongozi wa fisadi nyumbani wa county yetu ya Kakamega ifika 2027. Hizi vitisho ambavyo hao kama mlevi Ayub Savula analeta hizi, msitishwe na viongozi. Muendelee kuwa na ule msimamo. Na mimi ningependa na kuunga mkono Mheshimiwa Nabina Bwera. Nimeona umechukua hatua ya kumshtaki huyu jamaa mlevi. Nimejua tena wataenda waseme mara waende wapima waseme alikuwa mwendazimu. Tumezoea. Ati aliongea kama amelewa. Wewe baki na msimamo, na mimi ningependa
sijui that is the Supreme Court. Unajua hii koti cases zao zito zafanyia kule majuu. Acha hiyo kesi ikaweze kuwa ya haki. Na hata huyu jamaa kipelekwa kamiti ama rumanda wazee huko, sisi tumechoka na yeye, hatuna haja na yeye, na hata kwa sababu pesa ambayo amepokonya na mahangaiko ambayo ameletewa wananchi kutoka Kakamega, tumechoka nao. Mimi sina mengi rais. Yes. Bwana time bwana. Lazima nichukue wakati kidogo sana kushukuru event organizers ambao waliandaa events hapa Kakamega wakati wa Christmas. Kuna wale ambao walianguka na tunamjua yule mmoja ambaye alianguka, lakini nitaanza na wale ambao walifaulu. Kwanza tuanze na Karamoja Super Cup. Bramwell ulifanya kazi fiti sana. Wa pili ambaye lazima tumtaje ni Cleo Malala Super Cup, ambaye alituweka chini ya mataa kwa siku 5 na kila mtu akalipwa na hakuna yule ambaye analalamika. Watatu ambaye alitusaidia sana ambaye ni mheshimiwa mbunge wa Mumias East, PK Salasia. Yeye pia alihakikisha kuwa watu wako chini ya mataa na event yake ilienda vizuri. Lakini kuna yule ambaye alianguka na lazima tumtaje. Fardosa. Jamaa ambaye alipanga line, alifaa kuwa mbele lakini hakuonekana, akajipata kwa nyuma, ambaye ni Fardosa, ambaye ni governor wa Kakamega hii wa sasa, ambaye ni one term. Basi Alisomba watu, madereva hawakulipwa. Lakini hata watu ambao hawakuingia kwa basi hakuna mtu aliingia. Madereva hawakulipwa. Basi zenyewe nasikia mafuta iliyoko kidogo sana, hata zingine nasikia zikufika kwa shule. Ilibidi principal watumane pesa iweko kwa mabasi ndivyo ifike kwa shule. Kwa hivyo tunamwambia hivi, shame on you. Kwa sababu 2027 inafika. Usijisumbue hata kuandaa ingine. Sisi mwaka huu tutakuwa chini ya mataa ya Malala Super Cup, kwa sababu 2027 ambayo ni next year anakutoa kwa mamlaka na utabaki one term. Thank you. Asante. Hizo vitu angesema last week. Kwa nini anakuja sasa hivi? Bado ukweli inabaki tu ukweli. Fardosa ameanguka. Watu wa governor baraza. He has not declared. Mnamwekea maneno kwa mdomo. Mimi not even declared. Wananchi ndio wanataka. Wananchi wanataka Cleo. Cleo haujasimama. Cleo hujasema unataka governor, lakini wananchi wa Kakamega wanataka Cleo akue governor. Cleo, wananchi wa Kakamega wanakupigia kura. Ukue kwa ballot, usikue kwa ballot, wananchi wa Kakamega wanaenda kupigia kura, wanakutaka. Ule mama mlevi huyo anaitwa Elsie, mimi naomba Ruto kuja shika huyo. Juzi nimemuona na changao kule kwa matanga huko Lugari. Na Ruto sasa amezunguka anashika wa mama wetu sababu ya changao. Na anasema akishika mama wetu na changao anaenda kunyonga hao. Mimi nataka kuuliza Ruto, kati ya ule mama ambaye anauza changao na watu ambao ni wafisadi, corruption, ni watu gani wanafaa kunyongwa? Unabadilisha sheria unyonge mtu wa chini ambaye anajitafutia kwa njia ya halali. Mtu ambaye anauza chang'aa, chini ya mataa tulikula vizuri, tulikunywa vizuri. Na kuna watoto wamezaliwa pale chini ya mataa, miezi 9 inakuja, mapacha. Watu walifanya, kila mtu alienjoy pale. Kama huko na chini ya mataa huko na Christmas. Chini ya mataa ilikuwa sawa, tumekubali. Basi, umetosha. Sasa mimi nataka kuambia Ruto. Mimi nataka kuambia Ruto. Hapa Kenya, heroin sio shida hapa Kenya. Cocaine sio shida hapa Kenya. Mimi nataka kuchallenge wanabunge ambao wako hapa. Nani ameona cocaine na macho? Mimi. Nani ameona heroin na macho? Mimi. Sasa hiyo ni shida gani ambayo Ruto anasema inasumbua wa Kenya? Na wangapi wame experience corruption na macho? Mimi. Wangapi wameona askari wakichukua hongo barabarani? Fardosa hapa Kakamega amefanya ufisadi wa hali ya juu. Ruto, sisi kitu ambacho tunataka, we want laws that will prosecute and do what? And arrest na wafunge hao watu ambao ni wako corrupt. Those are the people who are plundering the economy. Hao ndio watu wanafanya mpaka ule mama inabidi auze chang'aa ndio asomeshe watoto wake. Ndio Elsie akunywe. Sasa kama umeona kuwa chang'aa ni kitu mbaya zaidi, unashika mama yetu wa unyonge, na wale ambao wanaimba mabilioni ya pesa kama Fardosa baraza hapa unawacha waendelee kutembea. Wewe jua hata wewe pia tumekungoja hapo mbele. Alafu kuna kitu moja nataka niseme tena. Kule Nairobi, mimi nimetembea kule mahali inaitwa Isili. Nimetembea pale mahali inaitwa Upangani. Majumba zimeamka pale kubwa. Mandugu zetu wa Somali wamejenga very high class buildings, high rising apartments. Na inasemekana kuwa hawa watu wamenyonya pesa kutoka huko US. Hiyo ni makofi. Mtu ambaye ameibia mzungu akaleta hapa, huyo ni mtu anafaa hata awekwe akuwe president.
Kwani wazungu sisi wametuibia kiasi gani? Wamebeba gold yote wamepeleka huko. Hiyo America ilijengwa na mtu gani kama sio Mwafrika? Wakati walitoa slaves hapa wakapeleka kule, sio walikuwa wanaiba mababu zetu? Hata mimi babu yangu ni vile alijificha kule Mumias West. Saizi mimi ningekuwa Minnesota ama kuna nini neto Ohio huko. Idaho. Kuna Idaho huko. Kuna Waidaho walitolewa hapa. Wakaenda na jina huko, kuna place inaitwa Idaho huko America. Kwa hivyo America mwacheni kulia. 23 billion peke yake mnasema we are coming for our money. If we were to come for our money, do you know that we shall carry the whole of the whole of America? Sisi ndo tulijenga hii America. Na America is a no man's land. Mimi nasemanga wale indigenous people wa America, wakati Columbus aliingia pale, Christopher Columbus, waliua the Red Indians, wakaanza kuleta watu wengine pale. America ni kama Nairobi. Nairobi walifukuza Masai, akasongeshwa akapelekwa kwa desert, na wakaanza kudevelop Nairobi. So my Somali brothers, big up. Fungueni children's home mingi huko, hizo pesa zikuje, mlete. Mkishamaliza kujenga Isili, kujeni hapa, kuna kambi Somali. Tumetanga hapa 150 acres hapa kambi Somali. Mkuje mjenge hizo high rising apartments. Toweni pesa kwa wazungu. Wameibia Afrika mzima na bado wanaendelea kutuibia. Hata saa hii hapa Ikolomani wanataka kutuibia gold. Hizi sio wanajiita shanta. Fanyeni hivyo. Leteni hiyo pesa. Kama kuna mtu ambaye anataka usaidizi, we are here to help. We steal from those whites because they've been stealing from us. Thank you very important. Thank you very much. Yes. Asanteni sana. Mimi nashukuru wanabunge kwa kazi mzuri ambayo mnafanya. Na mimi vile vile nataka kusema, kwa sababu wanasiasa, kila mwanasiasa akiingia ana grab mashamba, ana grab public plots. Mimi niko na shamba nimetakea mahali 200 acres, nataka kugrab. Na mtu yote akuje kunishika tafadhali. Sitaki visirani na serikali. I'm declaring war. Kuna shamba ya serikali mahali ambayo nimeona imekaa hapo bure 200 acres. Mimi nataka kugrab hiyo shamba. Na sitaki vita na serikali. Thank you. Kwa leo tunafungia hapa.